Hivi imewahi kukukuta ukamwona mtu kwa mara ya kwanza tu na ukampenda hapo hapo? Share kwenye comment tupate experience. Leo nimekuletea story ya wapendanao wawili ambao walionana kwa mara ya kwanza na wakapendana. Picha inaitwa Friday at 8. Kwa nami mwanzo mwisho uenjoy burudani hii. Mimi ni Milan, the voice of love. Movie inaanza, tunawaona hawa dada wawili. Mmoja anaitwa Amara na mwingine anaitwa Mide. Una uhakika tunaenda kuifanya hii kazi? Tunatakiwa kuifanya, hatuna uchaguzi. Na malipo yake ni mazuri. Ni mara 3 ya fedha tunazozipata kwa sasa. Unajua napiga mahesabu kama tukifanya hii kazi kwa miaka 3 mbele, yani fedha tutakazokusanya zinatosha kabisa sisi kuanzisha maisha tunayoyataka. Na hapa naona kwa hiyo tukifanya kazi zaidi tutapata pesa zaidi. Kwa hiyo sisi ni mamilionea Basi mabinti wakafurahi sana pale. Picha inaitwa Friday at 8, yani Ijumaa saa 2. Endelea kuwa nami. Leo tunakuja katika nyumba moja, ni muda kidogo umeshapita tokea lile tukio litokee, na leo tunamwona Amara akienda kupokea simu yake ambayo ilikuwa na alikuwa ni mteja ambaye alikuwa anahitaji kitabu. Amara siku hizi ni mwandishi mzuri sana wa vitabu. Ghafla akasikia kelele, kaenda kuangalia, alikuwa ni Mide. Mide kafurahi na kumkumbatia. Mide, niambie nini kinaendelea? Junior amefika Nigeria. Oh, hiyo ni safi sana. Okay, anyways, umeniandalia kahawa? Nafikiri mara mwisho uliniambia nisikuandalie tena kahawa. Okay, nenda jikoni nimekuandalia. Alivyotoka tu akawa na hesabu 1 2 3 4 now. Mide! Oh my goodness! Never ever made me a coffee again in your entire life. Akacheka na kusema hii ndio furaha yangu ya siku hii. Ina maana kila siku amekuwa akipika kofi kwa ajili ya Amara anakosea. Na hayo ndo maneno ambayo Amara anapenda kuyasema kila siku. So yeye anamuiga tu. Mida Amara akawa amefika kwenye hii kafe ambayo yeye ndo anaimiliki, na hapa anauza vitabu pamoja na kahawa. So akamwambia mfanyakazi wake aende akapumzike, yeye kashafika, kwa hiyo atafanya kila kitu. Muda kidogo kuna mwamba akaingia hapa. Akaita, lakini bibi alikuwa busy sana anasoma kitabu. Mshikaji kabidi achukue vitabu kadhaa pale, akamshtua tena bibi akaja. Sasa huyo mwamba anaonekana ni mtu muongeaji kidogo. Kwa hivyo fika pale akaongea na bibie na kusababisha kumfurahisha sana yani. Basi wakajikuta japokuwa ni kwa mara ya kwanza, lakini bondi yao imenoga sana yani. Okay, nitachukua vyote vitatu. Sawa. Na pia tunaweza tukatoka chakula cha usiku, labda tuongee zaidi kuhusu vitabu. Ni kuhusu vitabu tu. Vitabu tu. Labda na mambo mengine. Basi bibi akakubali. Baadaye Mide pamoja na Amara wakawa wamekuja kwenye hili duka ambalo wanauza magauni ya maharusi. Basi wakawa wamemkuta boyfriend wake na Mide hapa. Mide akamsalimia pale. Huyu mshikaji anaitwa Tami, na muda sio mrefu anakwenda kufunga ndoa. Kwa hiyo na hapo katika yale maandalizi ya mwisho, na Mide yuko na shauku kubwa sana yani. Mide ana iti fulani hivi Mwamba alikuwa ameshafika mahali ambapo anakutana na Amara. Basi bibie naye akafika. Mwamba akamsifia pale mtoto wa kike. Binti naye akasema hata wewe unaonekana vizuri. Okay, sasa unaweza ukanitambua? Unaonekana sio mgeni kwangu. Kwa hiyo haumjui Junior? Junior? Ndiyo Junior. Subiri, unamaanisha Junior? Ndiyo, kaka wa Mide. Oh, Mungu wangu. Aliniambia kwamba uko hapa lakini vyovyote, lakini unaonekana bomba. Yaani sasa ndo naelewa kwa nini Mide alikuwa ananificha kuhusu wewe. Sababu anajua kabisa wewe ni vitu vyangu. Basi stories zikanoga sana pale. Ni dhahiri kabisa kwamba Mwamba kavutiwa sana na Amara. So baada ya maongezi mengi pale, jamaa akamwambia bibie kwamba wakutane kila Ijumaa saa 2, na hiyo itakuwa ni date yao special. Ni kuenjoy tu, lakini hawatoshare taarifa zao binafsi mpaka kila mmoja atakapokiri kwamba kavutiwa na mwenzie. Basi hilo likapita. Amara karudi nyumbani na kwambia anamsimulia Mide jinsi ilivyokuwa. Nakwambia ni handsome, mcheshi, yani ana muonekano mzuri. Basi Mide akafurahi hatari. Halafu unajua nini? Uko sahihi. Ndiyo, naelewa mimi niko sahihi. Niambie sasa. Nakubaliana na wewe kwamba uliponiambia pale ukikutana na mtu sahihi, yani unajua tu. Oh jamani, kwa hiyo nadhani ni yeye. Ndiyo. Basi tunatakiwa kusherekea hili. Basi wakafungua champagne pale. Okay, kwa hiyo anaitwa nani? Na anapatikana vipi Instagram? Unajua tumekubaliana kwamba hatutashare taarifa zetu binafsi mpaka labda date yetu ya 5 hivi. Samidi akaanza kuingiza wasiwasi pale. Unajua nakupenda Vipi kama ana watoto 15 huko? Hawezi. Akawa anamtetea sana pale, lakini Mide bado akawa na mashaka. Nakumbuka mpaka sasa hajajua kama anayeongelewa hapa ni kaka yake.
Upande wa pili, Junior yuko anaongea masuala ya kazi na watu wake, kwamba wanatakiwa kutengeneza gari ambalo lina bei nzuri, lakini pia linaweza kuvumilia mazingira ya Afrika. Baada ya muda tunamwona akiwa anaongea na simu na dada yake ambaye ni Mide, na Mide amemisi sana, kwa hiyo anataka jamaa aje nyumbani. Sawa, Ijumaa nitakuja. Ngoja, hapana, niko busy Ijumaa, tufanye Jumamosi. Sawa, bye, nakupenda pia. Ni siku nyingine tena amekutana na Amara hapa. Ukaribu unazidi kujengeka, na kwa ninavyoona hapa sijui kama watatoboa hizo Jumanne bila kutongozana. Tuendelee tu kuangalia. Basi Mwamba uvumilivu ukamshinda, akaona sio kesi wajuane hata kwa ufupi. Akaanza yeye kujielezea. Akaelezea tokea akiwa mdogo na mpaka sasa yeye ni electrical engineer. Wow, story yako ni nzuri. Inaonekana unaipenda sana kazi yako Ndiyo, siwezi kudanganya. Okay, zamu yako sasa. Kwanza najua unamiliki cafe na ndo inayokupa furaha. Ni kama kipande kidogo cha mbingu. Ngoja, kipande kidogo cha mbingu? Nimependa hiyo. Nadhani nimepata kichwa. Ngoja niandike. Kichwa cha nini? Kichwa cha kitabu changu. Naandika kitabu. Kwa hiyo kama unaandika kitabu na unatumia wazo langu, inamaanisha ni kitabu chetu. Ndiyo. Basi wakaendelea kupiga stori nyingi sana pale na walienjoy kiukweli. Hilo likapita. Sasa leo Amara anatoka kazini, anashangaa mbona kama kuna utofauti. Anakuta meza iko full misosi, yani kama yote. Kwenda jikoni anamkuta Junior. Mungu wangu, hakuniambia kama unakuja. Hii ni surprise, unaonaje? Ngoja, umemwambia kuhusu sisi? Nilitakiwa, ngoja nikamwambie. Mide, usimwambie. Unaogopa? Labda. Mara Mide huyo. Hi guys, huyu ni kakaangu, my handsome brother. Ambaye ulimficha kwangu kwa sababu nzuri, lakini halafu unajua ana mtu wake anamuita Ijumaa saa 2. Hamjui vizuri, hajaongea naye. Amara akamwondoke zake pale. Mida akiwa wanakula mezani, hawa watu wawili wanaangaliana sana. Mide akawaona sasa, akawa kama hajapenda, akafosi kuama kiti pale, lakini bado akawa wanaangaliana. Kakanuna sasa sijui kanataka kapendwe kenyewe. Wakawa wamemaliza kula. Kwa nini Junior alikuwa anakuangalia vile? Hivi nyewe watu mnajuana? Hapo ningekufa kutokukwambia hili. JJ ndio yule Ijumaa saa 2. Nini? Ndiyo. Asa Mwamba Junior wanamuitaga Ijumaa saa 2. Basi Amara akawa anaelezea jinsi ambavyo alikutana na Junior, lakini Mide akawa kakasirika hatari. Yani huyu sijui ana shida gani yani. Anyways, tutajua tu. Lakini sasa shida ndo inaanzia hapa. Leo Junior akaja tena kwenye kafe ya Amara. Sikutegemea kukuona hapa. Ndiyo, nimekuja kuchukua vitabu zaidi. Basi wakajikuta wanaangaliana sana pale. Naomba simu yako. Ikabidi aitoe pale. Mwamba akaandika namba yake kisha akajipigia. Kisha akamrudishia. Sasa kila mtu ana namba ya mwenzake, sawa? Sawa. Sasa Ijumaa imefika, bibi akawa amejiandaa anatoka tena. Mide akawa anamkataza asiende. Sasa Amara akawa anamuuliza kwa nini? Yeye anasema shida ni kwamba huwezi kudeti na kaka yangu. Mlango ukagongwa, Junior akashafika, lakini bado Mide anamzuia Amara asiende. Amara akaenda akamfungulia jamaa, akaingia, kamletea na zawadi. Basi wakaondoka zao pale. Uko kimya sana.